how to walk and live in the Holy Spirit, how to receive and be filled by the Holy Spirit, jinsi ya kupokea na kujazwa na Roho. Maana bila Roho Mtakatifu hawezi ukafaulu, hawezi ukakua, hawezi ukaenda. Hakuna jambo hata moja unaweza kulifanya bila Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume, that is Acts 10:45. Nasema hivi, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon those who heard the word. Petero alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliokuwa wakisikiliza lile neno. Wakati jambo lolote unalolifanya naye Roho Mtakatifu akose kushuka, ni kumaanisha kuna mwelekeo fulani utakozekana. When you don't have the Holy Spirit walking with you, kuna jambo ambalo halifanyiki. Maana katika muongozo wetu tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Katika mafundisho naofundisha tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia hii kuisoma, tunapoisoma tunaongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Ukiwa Biblia hii unapoisoma hauongozwi na Roho Mtakatifu, basi itaitwa Bible. But when it is being led by the Holy Spirit, it becomes Holy Bible. Kumaanisha nini? Wakati Roho Mtakatifu aliko ndani yako, una urahisi wa kufanya vitu, una urahisi wa kufanya biashara, una urahisi wa kuomba. Maana hata kuomba tunaongozwa na Roho Mtakatifu, hata kulala tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tunapofanya biashara tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tunapotembea tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini bila Roho Mtakatifu, jambo lolote unalolifanya linakuwa lina ugumu. Roho Mtakatifu anakuzungumzia jinsi ya kufanya, anakuzungumzia jinsi ya kuenda, anakuzungumzia jinsi ya kuanzisha, anakuzungumzia jinsi ya kutekeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kupitia kwa Roho Mtakatifu tunapata kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapokuja mahali hapa, niachilie neno ambalo litazungumziwa na Roho Mtakatifu, neno la uponyaji, utapona. Ninapokuja hapa nikiwa ni miongozo na Roho Mtakatifu, niachilie neno la baraka, baraka itakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama nimekuja hapa kwa ajili mimi ni mhubiri, ama mimi nimesomea ukuhubiri, ama mimi ndio kiongozi wa kanisa, lakini sina Roho Mtakatifu ndani yangu, basi itakuwa ni historia tu na wakupatia. Hata nikiachilia neno la uponyaji litakuwa tu ni neno nimesema, lakini halina uhai. Kumaanisha nini? Aliye na Roho Mtakatifu ana uhai ndani yake, uhai wa kiungu. Maana kwa sababu sisi tuko kanisani wengi, lakini unakuta mpaka tuna nini? Tunazungumza kwa ndimi, lakini zile ndimi tunazozungumza ni kukopi, tumekopi mchungaji fulani. Unakuta mazungumzo unayozungumza ni kukopi, ulikopi. Lakini wakati unaongozwa na Roho Mtakatifu, ile lugha unayozungumza ama lugha ile unayoisema ni lugha ambayo mtu akikusikiliza vizuri anasikia ni lugha, ni vile tu haielewi, lakini ni lugha. Biblia inasema ya kwamba meditate on this word for you to live in the kingly anointing. Meditate ni kuendelea kufikiria. Ni wakati wowote unapotembea unafikiria kupitia kwa Roho Mtakatifu, lakini si kupitia kwa akili zako. Before you get into an accident, before you get into something, bump in on something, unakuta already ushamuita jina la Yesu. Maana jina la Yesu ni jina kuu kuliko majina yale mengine. It's a name above every other name. Bwana Yesu asifiwe sana. So for your protection, for your guidance, for your way to move, you must call the name of Jesus. But ukakuta unaita name of Jesus baada ya kile kitu kufanyika, you are not walking the Holy Spirit. Because the Holy Spirit inafaa kukwambia kabla. We are supposed to call the name of Jesus first before something happens, before you do your examination, before you get out of the track, before the enemy comes to attack you. Wakati umelala, ni vigumu sana kama Roho Mtakatifu ako ndani yako kuwa msengenyaji.
Kwa sababu wakati unajaribu kuongea, Roho Mtakatifu anakuzuia. Unapotaka kuenda mahali umepangiwa, unakuta Roho Mtakatifu anakuambia usiende. Unapotaka kufanya jambo kule, unaletua chakula ambayo imewekwa sumu, Roho Mtakatifu anakuzuia. Ama anakosa, unakuja ule mtu anakuletea hiyo chakula ambayo imewekwa sumu. Akikuja pale, mwile mlango unajifunga ghafla. Sahani kanagongwa, chakula yote inamwagika. Kwa sababu already huyo unayempelekea anatembea ndani ya Roho Mtakatifu. Wakati utajihisi ya kwamba kila mitego umepangiwa, kila maneno ambayo umepangiwa, yote unaweza kuyajua kabla ya kufikie, ni kumaanisha Roho Mtakatifu yumo ndani yako. Kwa hivyo msaidizi ni nani? Ni anayekusaidia usije ukapate shida, anayekusaidia usije ukajikuta kwenye mitaro, anayekusaidia kutokana na wakora, anayekusaidia kutokana na jambo ambalo linaweza kufanya ukaweza kuingia kwenye mitaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo when you are operating with the Holy Spirit, you are guided, you are protected, you see it before it happens. Ikitu kabla akifanyike, kabla uanze kulala, unasikia Roho Mtakatifu amekwambia uko kanisani usilale. Ni muhimu sana kutafuta kujazwa na Roho. Maana unapoomba maombi, ukianza kuomba, unaanza kuomba ukiwa katika ulimwengu huu. Kisha unaanza kupata upenyo, unaingia kwenye ulimwengu wa pili. Unapata upenyo zaidi, unaingia kwenye ulimwengu wa tatu. Unapata upenyo zaidi, unaingia kwenye ulimwengu wa 4. Unapata upenyo zaidi, unaingia kwenye ulimwengu wa 5. Unapata upenyo zaidi, unaingia kwenye ulimwengu wa 6. Unapata upenyo zaidi, unaingia mpaka ulimwengu wa 7. Wakati ukisikia umeingia mpaka ulimwengu wa 7, sasa unatembelea katika hali ya nguvu ambazo ni za juu sana. Before you come to speak, before you wake up, before you start moving, before you do anything, the Holy Spirit must be ahead of you and must have done it ahead of you before even you start. Kabla hujaanza kufanya kitu, kabla hujaanza kufikiria, kabla hujaanza kuenda mahali popote, Roho Mtakatifu anakuwa amekutangulia. Maana Roho Mtakatifu ni msaidizi. Na ndio Roho Mtakatifu, kwa sababu anapoondoka, anayeingia ndani yako si Roho Mtakatifu, ni kitu kingine kinakuja kukuletea aibu. Kwa sababu ya kukosekana na huyu msaidizi ambaye anaitwa Roho Mtakatifu, utaaibishwa, utafanywa jambo ambalo litakuletea kejeli na utashindwa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati uko na Roho Mtakatifu, hakuna vita hata vidogo vyote vile vinaweza kukuinukia. Na hata wakikuinukia vita vya kiroho mtakatifu, Roho Mtakatifu atakupigania. Wakikupangia njama, atakupigania. Wakiiba vitu zako, zitapatikana. Wakikupangia jambo hili, utakuta amekufahamisha ama amelieleza kabla hata hujafika pale, utakuta umepiganiwa. Ama maadui walikuwa wamepanga, unakuta hiyo kitu kimetolewa na zimekana. Kuna kitu kinafanyika hapa. Holy Spirit is meant to keep revelation. Holy Spirit is meant to empower. Holy Spirit is meant to come and bring a new us and reveal ourselves to the kingdom of heaven. Hallelujah. We are connected by the Holy Spirit with God. We are united with God by the Holy Spirit. We are grown, tunakuzwa. Levels zetu zinakuwa, understanding yetu inakuzwa kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kuelewa neno hapa, kujua kuelewa neno, unafundishwa kupata ufunuo wa neno ambalo linafundishwa, ama wewe unayefundisha kupata ufunuo, ni Roho Mtakatifu anakusaidia. The words are supposed to flow out of you, the words of God, because wakati wote unapohubiri, you don't become yourself. When you are preaching the word of God, when you are singing, when you are seated there, you cease from being you and you become a vessel of the Holy Spirit to preach or to do as the Holy Spirit wants. Maanisha Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, anakurahisishia, anakupangia, anakuelekeza na anakufaulisha. Hallelujah. When you have Holy Spirit in you, hauna struggle, hauna mateso, hauna kuhangaika, hauna kusukuma, vitu vinajipeleka. Maana unatembea katika muongozo wa Roho Mtakatifu.
Wakati wote ukikubali Roho Mtakatifu akuongoze, utatembea katika mwongozo ule na utafaulu. Na hauwezi kuchoka, hauwezi kustruggle. There will be no pain, there will be no confusion. Kila kitu unachokipanga, unaondoka tu unaenda, vitu vyote vitajipanga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha nini? Tutakapo sisi kubali hivi tulivyo sisi wadogo wachache tu, tukaweza kukubali tukae katika venye Roho Mtakatifu anataka, Nairobi hii tutaishika na tutaiongoza. Roho Mtakatifu anakuwezesha kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Any word that you speak, anything that you see through the eyes of the Holy Spirit. Any word that you speak, you see from from the mouth of the Holy Spirit. Anything you hear from the ear of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. So how do we welcome this helper? How tunawezaje kumshika huyu helper akuje? Ni kumfungulia moyo wako. Ukifungua mlango, Yesu anaingia hapo ndani. Ukifungua mlango, malaika wanaingia hapo ndani. Ukifungua mlango, kila kitu kizuri kinaingia hapo ndani na kila kitu kibaya kinatoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umemkaribisha Roho Mtakatifu akae ndani yako, ni kumaanisha kutoka hapo chochote ambacho ulikuwa unakitafuta kwa ugumu kinarahisika. Maana msaidizi ameingia. Atakuelekeza mahali unafaa kuwa leo, atakuambia jambo unalofaa kulizungumza, atakuonyesha jambo ambalo liko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ufungue moyo wako, Roho Mtakatifu apate kuishi. When you have the church that is filled by the Holy Spirit, it got respect. Na revelation, yani ufunuo wa neno uko juu sana. Unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, hata ukakutane na maadui, watakusalimia badala wakupige. Because the Holy Spirit will confuse them. The Holy Spirit wataona kitu kingine, wataona giant, wataona kitu kingine kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utakuta umepita katika mapito katikati yao. Kuna wengine wanasemanga tu watapita katikati yao. Sio hivyo. Kupita katikati yao ni kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, ndio utaweza kufaulu kwenda. Mkiingia sasa hivi, Roho Mtakatifu aingie kwa kila mtu hapa. Yale mambo utakuwa ukiingia tu begi, unakuta manager badala ya kupatie shilingi 500 ambao ulikuwa umeenda kutoa, unakuwa anakupatia 500,000. Ukimuuliza ni ya nini, unamwambia take it is your money. Ukisema si my money, anakuitia askari na kwambia huyu, anaambia askari huyu anakataa kuchukua pesa yake. Wakati tunapotabiria mtu, si kwa sababu tuna uwezo, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu ako ndani yetu. Wakati Peter alikuwa akiongea, naye Roho Mtakatifu akaanza kuteremka kwa watu. Kwa hivyo wakati Peter aliongea, naye Roho Mtakatifu akaanza kuingia kwa watu, akaanza kuingia, wakaanza kuona vitu vingine ambavyo walikuwa hawavioni. Haleluya. Wakaanza kuona makuu ambayo halikuwa hawayaoni. Watu wakaanza kupona ambao haangepona. Hakuna jambo alifanya kubwa, lakini alipoanza kuongea, naye Roho wa Mungu akashuka mahali hapo na mambo yakabadilika. Kwa hivyo Roho wa Mungu anaposhuka, mambo yatabadilika. Roho wa Mungu anaposhuka, kuna jambo mpya linatendeka na kuna kitu kimoja kipya kinainuliwa kutoka kwako. Adui mipango yake ni kuvuruga destiny yako. Naye Roho Mtakatifu mipango yake ni kuja kulainisha destiny na kuconnect wewe na destiny helpers. Hallelujah. When you have Holy Spirit with you, he will connect you with the destiny helper. Atakuunganisha na pesa yako pahali iko. Atakuunganisha na wasaidizi wako. Atakuunganisha na gari yako. Atakuunganisha na mke wako. Atakuunganisha na mtu ambaye atakushika mkono akupeleke where you are supposed to be. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiwa na ndani yako Holy Spirit, ni kumaanisha kutembea kwako tu. Ukitembea mahali, watu wanaona kitu tofauti. Haleluya. Ukiingia tu mji fulani, watu wanasema kuna mtu fulani ameingia ambaye anaonekana nyota zinatembea juu yake, malaika wanatembea juu yake. Kila kitu anapokifanya kinafanyika na kinatendeka katika hali ambayo haieleweki.
Siku ya leo nataka mubarikiwe. Siku ya leo naitisha Roho Mtakatifu ashuke juu yenu. Siku ya leo naitisha muweze kunena ndimi ambazo zimetokana na the Holy Spirit. Sio ndimi ambazo mumekopi kutoka kwa mapasta yenu. Munene ndimi ambazo ni kutoka kwa Yesu Kristo. Ndimi ambazo ni kutoka kwa Roho Mtakatifu. Unene kitu ambacho kinaweza kueleweka. Unene kitu ambacho kinaweza kusikilizwa na kinaweza kufunuliwa. Kitu ambacho kina ufunuo. Maombi unapoomba unakuwa na maombi yaliyo na ufunuo. Kitabu unaposoma kitabu cha Biblia unasoma kitabu kilicho na ufunuo. Mahubiri yako yakuwe na ufunuo. Keyboard yako ikuwe na ufunuo. Uimbaji wako ukuwe na ufunuo. Kazi zako zikiwe na ufunuo. Kila kitu unapofanya kiwe na ufunuo wa Roho Mtakatifu. And no enemy will conquer you. Sema Roho Mtakatifu, kutoka leo ingia ndani yangu. Control me. Nitawale. Tawala maisha yangu. Tawala kanisa langu. Tawala huduma yangu. Tawala ndoa yangu. Tawala biashara yangu. Tawala chochote ambacho nakifanya. Sema amen. Maisha ambayo walikufinyilia, wakakuficha, wakakuweka huko chini ndio usiinuke. Kutoka sasa Roho Mtakatifu ameanza kuchimbua, akikurudishia kitu vyako kama vile Mungu alipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha nikwambie, ndoto zako kutoka sasa zimehama kutoka kuona vitu vibaya. Zimehama kutoka kuona manyoka. Zimehama kutoka kuona vitu vya kuuliwa. Zimehama kutoka kuona vitu vya kunyang'anywa, vitu vya kushambuliwa, kufanya ngono katika ndoto. Na kutoka sasa umehama kuelekea kwenye nguvu mpya, nguvu za ushawishi, nguvu za liberation, nguvu za anointing, nguvu za favor, nguvu za grace, nguvu za power in the mighty name of Jesus Christ.